Watu wengi watumia asali, lakini watu wengi hawajui ya kwamba asali ni nzuri, lakini ukichanganya na vitu ambavyo tunaenda kusema ndani ya video hii, inaweza kuwa ulozi kwa mwili wako. Ndio maana inakubidi ufuate video hii mpaka mwisho ili uelewe nini inakubidi ujilinde kuchanganya na asali, nini unaweza kuchanganya na asali, na mafaa ya asali kwa mwili wako ni ipi, ili ujue jinsi ya kula asali vizuri. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Inabidi nikukumbushe kwamba asali inakuwa na vitamin, inakuwa na minerals, inakuwa na mafaa nyingi sana kwa mwili wetu, lakini kwa kuichanganya vibaya ndio watu wengi huwa wanakula ulozi bila kujua, na wanaharibu mwili wao na afya yao bila kujua. Kitu cha kwanza inakubidi ujue ni kwamba asali haifai kuichanganya na maji yenye joto sana. Okay? Maji yenye joto yaharibu hizo vitamin zenye kuwa ndani ya asali, yaharibu hizo minerals na vitu vinginevyo vinavyosaidia mwili wako kutumika vizuri. Lakini kuna watu wengine wanachanganya asali na pombe. Anakunywa asali, anapomaliza kunywa asali, anakunywa na pombe. Hii ni vibaya sana, sababu ndani ya pombe kunakuwa hiyo pombe ethanol ama methanol. Hivi unapovichanganya na asali vinaharibu uzuri wa asali, na hii inafanya wewe ule ulozi bila kujua. Lakini kitu kingine inabidi ujue ni kwamba watu wengi wanachanganya asali na mkate. Unaona wewe unaamka asubuhi, unajitayarisha kwenda kwenye kazini, unajitayarisha kwenda kufanya biashara zako na vinginevyo. Asubuhi ukiamka unachukua mkate wako, okay? Unataka kunywa mkate, unataka kula mkate na chai, ama mkate na uji ama kitu kingine. Unakamata mkate, unapaka asali hapo. Hapa inabidi nikukumbushe kwamba huo mkate unakuwa na sukari nyingi. Na hiyo asali, ingalau asali ni nzuri na inakuwa na vitamin na masukari nyingine kama fructose, lakini unajua kwamba unapochukua mkate, unapaka asali, ni sukari ambayo unaongeza kwenye sukari nyingine. Hivi sasa ukivifanya kwa wakati mrefu, inaweza kukuletea magonjwa ya kisukari, inaweza kukuletea wewe uwe na uzito, uwe mnene sana, na unapokuwa mnene sana, hii inaharibu mwili wako wote, inafanya wewe ugonje magonjwa mengi yasiyokuwa na maana. Lakini kitu kingine inapaswa wewe ujue ni kwamba watoto wachanga, watoto wasiokuwa na mwaka mmoja hawaruhusiwi kunywa asali. Sababu gani? Sababu ndani ya asali kuna microbe ama kuna microbe zinazoweza kuletea watoto wagonjwe magonjwa inayoitwa botulism. Hii botulism inaweza uwa mtoto kwa ghafla. Sasa wewe kama ni mzazi, jilinde kuchanganya asali na maziwa ukimpa mtoto. Jilinde kuchanganya asali na kitu chochote unapotaka kukipatia mtoto. Sababu gani? Ili walinde watoto hiyo magonjwa ya botulism. Lakini hapo utaniuliza, sasa watu wakubwa hawawezi ugua hiyo magonjwa? Watu wakubwa ni kweli wanaweza ugua hiyo magonjwa, lakini watu wakubwa wanakuwa na immunity, wanakuwa na nguvu za kuua hizo mikrobe zinazoweza kuleta hiyo magonjwa ya botulism. Okay? Ndio maana mtoto akishakuwa na miaka juu ya mwaka mmoja, unaweza mpatia asali, unaweza mpatia hicho kitu chochote. Lakini inabidi nikuongezee kitu kingine. Kukamata asali, unaichanganya na vitu vingine kama tangawizi. Kamata asali, unaichanganya na ndimu chungu. Unakamata asali, unachanganya na maziwa. Hii haina shida. Sababu gani nasema hiyo? Ni sababu unapoenda kwenye social media nyingi, utakuta wanakuambia
Asali si vema kuichanganya na tangawizi. Asali si vema kuichanganya na ndimu chungu. Asali si vema kuichanganya na maziwa, inaweza kuleta magonjwa haya. Magonjwa haya yote ni rumors, ni uongo. Kwa sababu gani? Sababu hakuna utafiti uliofanyika ukakutana kuchanganya asali na tangawizi ni vibaya. Hii si vibaya, ni vizuri na haina shida yoyote. Kuchanganya asali na ndimu chungu si vibaya, haina shida yoyote. Kuchanganya asali na maziwa hailete madhara yoyote. Lakini acha tuongeze nyingine. Asali ni sukari. Okay? Ingalau asali ni nzuri, inakuwa na vitamin na vingine vizuri vyote, lakini kumbuka asali ni sukari. Na sukari unapokula nyingi inakuletea madhara. Asali si tofauti na vingine, si tofauti na sukari nyingine, ni kama sukari nyingine. Mahali ambako inatofautiana ni kwamba asali ina hizo vitamin, ina hivyo viungo vinavyosaidia mwili kutumika vizuri. Lakini kama sukari nyingine, ukikula asali nyingi inaweza kukuletea hayo madhara kama pressure, kama magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine yote. Kama video hii imekusaidia, hebu kumbuka kubonyeza kwenye subscribe, ubonyeze kwenye like, na ukumbuke video hizi ni vema kuzishare, kuzipatia marafiki zako kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, ili watu wote wajue namna gani ya kujilinda magonjwa na vinginevyo. Tunawashukuru, kwaherini.